Kwa kweli ilikuwa ni safari ambayo hatukutegemea kama Mungu atatenda makubwa kama tuliyoyaona. Nakumbuka ilikuwa ni safari ya kumsindikiza yule binti Gladys, kumpeleka kwa wazazi wake pale Ufaransa. Lakini nilipofika kule nikasikia Roho wa Mungu ananiambia nitembelee mataifa mbalimbali. Na najua siku zote nilizungumza hapa kwamba jinsi unapomkaribia Yesu ndivyo na jinsi anakutengeneza kila siku. Kuna vitu vingine unaweza ukavifanya vikapita miaka mingi sana ujui kwamba vina faida mbele. Kwa Wasukuma kuna methali moja wanaita kusema mbago. Yaani unatengeneza mahusiano. Kila mahali unapoenda jaribu kutengeneza mahusiano. Huwezi ukajua lini yatafanya kazi au lini yatakusaidia. Nakumbuka mwaka 2018 wakati niko Uturuki, nilikutana na jamaa mmoja Mgiriki. Ni baharia. Tukajuana, tukazoeana. Sasa safari hii nilipopanga kwenda Ulaya, nikasema kipindi nilienda nitembea nchi kadhaa, sikufika Ugiriki, sikufika Italy na nchi zingine, nikatamani nifike. Nikamtafuta, akaniambia yupo Ugiriki. Akasema kama utakuja Ulaya njoo Ugiriki. Na Italy niko na marafiki zangu pia. Ningalikuwa sijafika. Sasa nilipofika Ufaransa nikatamani nitembee hizo nchi. Lakini mimi nilifikiri naenda kuwasalimia, kumbe kuna kazi ambayo Mungu alikuwa anataka nikafanye. Haleluya. Amen. Mimi nilikuwa naenda kutembea kuwaona, kumbe kuna kazi ambayo nitakuwa nifanye. Kwanza nakumbuka kuna siku niliwashuhudia hapa kwamba kuna huyo rafiki yangu wa Italy, babake mzazi alikuwa mgonjwa sana, alikuwa hospitali. Siku nilipigia simu akaniambia niko hospitalini, babangu ni mgonjwa sana. Nikamwambia ukirudi wodini nipigie simu nimwombee. Akasema hajui Kiingereza. Nikamwambia hivyo hivyo, Yesu hachagui lugha. Mimi nitaomba, ukifika tu mwekee mkono, mimi nitaomba. Wala usimsemeshe chochote. Alikuwa ICU babake. Nikaomba, kesho yake babake akatoka ICU. Haleluya. Amen. Na kapona. Sasa safari hii alivyosikia naenda pale Italy, akanichukulia hoteli karibu na nyumbani kwake. Mefika pale, kesho yake akaja kutuchukua, kaenda kututembeza. Halafu akasema jioni mtakula dina nyumbani kwangu. Amen. Haleluya. Wakati tuko nyumbani kwake, ndio mke wake akasema mama yake yuko pale pale nyumbani kwao, lakini ni mgonjwa sana. Umejaribu kumpeleka hospitalini kila mahali, kila vipimo akipima haoni ugonjwa. Kuna yule mama naumia. Mama mtu mzima na miaka karibu 80 na kitu au 90. Sema viungo vyote, mabega, tumbo vinamuuma. Kasema Mungu ana sababu kunileta katika nyumba hii. Nikamwambia nitaweza kumwombea. Akasema hajui Kiingereza. Nikamwambia hivyo hivyo atasikia. Haleluya. Kaniambia tupande gorofani. Tukapanda gorofani kwa mkuto ule bibi. Ni Wakatoliki piwa kabisa. Nikamwambia acha kuangalia dini, angalia Yesu ambaye nakuletea. Yesu ambaye atakuinua kwenye kitanda leo, utakufanya mzima. Na ninavyozungumza yule mama ni mzima kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ni mzima na ni kila siku kile itwapo leo wananiandikia, wananitumia message, wakinitaarifu kwamba yule mama ni mzima kabisa. Haleluya. Na wakati mwingine wananipigia simu kuendelea na maombi, akasema tunataka uendelee kuomba na sisi. Kwa hiyo ilikuwa ni sababu, ilikuwa ni kama mimi naenda kutembea, lakini kumbe kuna kusudi Mungu alikuwa amepanga kwenye ile familia.